Zipo zawadi nyingi sana ambazo amepewa mwamini, nyingi sana. Na ninapozungumza kwa habari ya mwamini, mwamini ni nani? Mwamini ni yule mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo. Mwamini ni yule mtu ambaye ameipokea na kuikubali kazi ya msalaba na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyu mtu ndio tunasema ni mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtu anazo zawadi nyingi sana ambazo amepewa. Na moja ya zawadi ambayo amepewa ni kutokuogopa chochote. Kutokuogopa chochote. Yaani ikiwa wewe unamwamini Yesu Kristo na umempokea Yesu Kristo na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi hofu, mashaka, wasiwasi, sijui kusitasita, hivyo sio fungu lako. Vinginevyo kama hujampokea Yesu kamaanisha. Lakini kama umemaanisha umempokea Yesu na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hutakiwi kuogopa chochote. Na nitakuonyesha kwa nini hutakiwi kuogopa chochote. Soma na mimi kitabu kile cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Kwa sababu Yesu alishafufuka tayari. Yuko hai. Ina maana kama alisulubiwa akafa na mimi nilisulubiwa pamoja naye, na yeye amefufuka, ina maana na mimi nilifufuka pamoja naye pia. Ukiendelea anasema, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea hapa mstari unaendelea. Lakini nilichotaka uone ni hichi. Anasema wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kwa nini ninasema hutakiwi kuogopa chochote? Hutakiwi kuogopa chochote kwa sababu baada ya kusulubiwa pamoja na Kristo na ukawa hai tena, ina maana sio wewe ambaye unaishi, bali Kristo ndio ambaye anaishi ndani yako. Kwa maana hiyo hutakiwi kuogopa chochote kwa sababu sio wewe ambaye unafanya kazi katika huo mwili, bali ni Yesu ambaye anafanya kazi katika huo mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba unamwamini Kristo, sio wewe tena ambaye unaishi. Chochote kile unachokifanya ni unamwakilisha yeye. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale ambapo unakwenda ni unamwakilisha yeye. Chochote kile unachokiendea ni kwamba unamwakilisha yeye, ila yeye ndiye anayefanya kazi ndani yako. Na ndio maana ninakwambia hutakiwi kuogopa chochote. Kwa sababu Yesu alipokuja duniani hakuwa na historia ya kuogopa chochote. Alifanya kile ambacho alikuwa anakifanya na tunaona kilikuwa kina matokeo. Kwa sababu hakuwa anaogopa. Na ukisoma katika kile kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 1 mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali roho ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu. Ina maana badala ya kuogopa, unayo nguvu ya kufanya kile ambacho unataka kufanya. Unayo nguvu ya kukiendea kile ambacho unatakiwa kukiendea. Bwana Yesu asifiwe. Hutakiwi kuogopa chochote. Unataka kufanya jambo, fanya. Kuna mahali unataka kufika, enenda hapo. Ikiwa Mungu ndo ametaka ufike hapo, enenda hapo. Usiogope. Haijalishi unaona kuna ukubwa wa kiasi gani. Haijalishi unaona vitu sijui ni vikubwa, kuna namna unaona hautaweza na nini. Sio wewe ambaye unafanya, rafiki yangu, bali ni Yesu ambaye anaishi ndani yako, kwa sababu wewe umempokea na umemwamini. Kwa hiyo sio wewe tena, bali ni Kristo ndio anayefanya kazi ndani yako. Hivyo hautakiwi kuogopa chochote. Huwezi ukaniambia unamwamini Yesu alafu bado unaogopa kufanya vitu, bado unaogopa kuviendea vitu. Huwezi ukaniambia unamwamini Yesu. Hatujapewa hiyo roho ya woga watu ambao tunamwamini Kristo. Ikiwa unamwamini Kristo, hiyo roho ya woga sio fungu lako. Narudia tena, hiyo roho ya woga, hiyo roho ya hofu sio fungu lako. Unatakiwa kuvaa ujasiri, kuendea kile ambacho unataka kukiendea, kufanya kile ambacho unataka kukifanya, kwa sababu hatukupewa roho ya woga, bali nguvu. Unazo nguvu za kufanya chochote. Unazo nguvu za kukiendea chochote.
kwa sababu unamwakilisha Kristo, unamwakilisha Yesu. Yesu ndiye anayefanya katika mwili wako, sio wewe tena. Uko hai, lakini ni Yesu ndiye ambaye anaishi kwako. Sawa sawa na neno katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Unataka kufanya jambo, fanya jambo kwa ujasiri. Umepewa nafasi mahali, fanya kwa ujasiri kwa sababu unamwakilisha Kristo. Fanya kwa ujasiri. Umesimamishwa mahali, ni Yesu ndio amekuamini na ndio maana amekuweka hapo. Fanya kwa ujasiri. Usiruhusu roho ya woga ikawa sehemu ya maisha yako na ukasema unamwamini Kristo. Usiruhusu hofu ikawa sehemu ya maisha yako na ukasema unamwamini Kristo. Mungu akubariki sana. Na kuanzia sasa na imani nitaona unafanya vitu kwa ujasiri na unaviendea vitu kwa ujasiri, sio kwa kuogopa tena, kwa sababu sio wewe unaishi, bali ni Kristo ndio anayeishi ndani yako. Mungu akubariki sana. Shalom.